Habari yako na karibu darasani. Mimi ni Teacher Ninja na hii ni video ambayo imetokana na mdau wetu ambaye aliuliza au alitoa ombi kuhusiana na tufundishe subtopic ya Suez Canal. Na kwa kuzingatia ombi la mdau wetu, leo tunaenda kurekodi video inayohusiana na mada ndogo ya Suez Canal War, vita vya Suez Canal. Kwa hiyo katika topic hii tutaenda kufundisha Suez Canal. Tutakwenda kufundisha topic au subtopic ya Suez Canal War. Leo tupo na mada ya Suez Canal War, na tunapozungumzia Suez Canal War tunasema it was a conflict between Israel and Egypt by convincing of British and French. Kwamba tunaweza tukasema ni mgogoro kati ya taifa la Israeli pamoja na Egypt, lakini kwa ushawishi wa taifa la Ufaransa pamoja na taifa la Uingereza. Kwa hiyo Suez Canal War was a conflict between Israel and Egypt by convincing of France and British. Convincing of France and British. Hii ni vita ni mgogoro ambao ulihusisha taifa la Israeli pamoja na taifa la Misri, lakini vita hii imechagizwa kwa kiasi kikubwa na Ufaransa pamoja na British, na vile tunaweza tukaita triple conflict au triple crisis. Tunaweza tukaita ni triple crisis kwa sababu imehusisha mataifa zaidi ya matatu. Kuna Ufaransa, kuna Uingereza, kuna Israeli na kuna Egypt yenyewe. Vile vita hii imetokezea mwaka 1956. Na tunaweza tukasema kwamba it was a manifestation of Cold War. Ilikuwa ni kudhihirika kwa vita baridi kati ya capitalist combination and socialist combination. Ikumbuke ya kwamba mwaka 1952 Misri kulitokezea revolution, Egyptian revolution, mapinduzi ambayo yaliondoa serikali ya kikoloni katika taifa la Egypt, na Jamal Abdel Nasser akaitransformed nchi ya Egypt from capitalist state into socialist state. Kwa hiyo akawa anaungwa mkono kwa kiasi kikubwa na nchi ya Urusi, kitendo ambacho kilikwenda
kukata maslahi ya ubepari moja kwa moja katika taifa la Egypt, hali ambayo ikapelekea capitalist nation hasa Ufaransa pamoja na Uingereza kuweza kuorganize Suez Canal War by sponsored Israeli to wage in the war. So walilizamini taifa la Israeli kujiingiza moja kwa moja katika vita kwa kumsaidia msaada wa kisilaha pamoja na kusaidia msaada wa kijeshi ili kuondoa mfumo wa kishoshalizi na kumuondoa madarakani Jamal Abdel Nasser katika taifa la Egypt, kwa sababu huyu Jamal Abdel Nasser alipoingia madarakani aliwaondosha Waingereza pamoja na Wafaransa wasiwepo katika taifa la Egypt. Kwa hiyo vita vya Suez Canal War vikaweza kutokezea katika nchi ya Egypt kutokana na kwamba Jamal Abdel Nasser alianzisha mfumo wa kijamaa na kuondoa mfumo wa kibepari ili kuweza kulifanya taifa la Egypt lisiwe na misingi ya kibepari, hali ambayo mabepari kwa kiasi kikubwa walichukizwa na tukio lililofanywa na Jamal Abdel Nasser. Hali hii ikawafanya wao kuorganize Suez Canal War kwa kulitumia taifa la Israeli ili kupambana na serikali ya Jamal Abdel Nasser. Ndiyo hapo mwaka 1956 Israeli wakenda wakaivamia nchi ya Egypt na vita vikaanza rasmi. Sasa moja kwa moja twende tukaangalie causes of Suez Canal War. Causes of Suez Canal War. Causes of Suez Canal War. Nini hasa kilisababisha Suez Canal katika nchi ya Egypt? Nini hasa kilisababisha Suez Canal War katika nchi ya Egypt? Suez Canal War, tunaweza tukasema sababu namba moja ambayo ilipelekea Suez Canal War, tunasema nationalization of Suez Canal. Nationalization of Suez Canal, utaifishaji wa mfereji wa Suez Canal. Kwa muda mrefu taifa la Uingereza pamoja na taifa la Ufaransa wao ndio waliokuwa wamiliki wakuu wa mfereji wa Suez Canal tokea ulipoanzishwa au ulipofunguliwa na Benjamin Disraeli. Kwa hiyo mfereji huu wakawa wanautumia kwa lengo la kuweza kusafirisha bidhaa mbalimbali kupitia katika bahari ya Atlantic pamoja na bahari ya Hindi. Kwa hiyo Muammar Jamal Abdel Nasser alipokuja katika
nchi ya Misri, alipoingia madarakani katika nchi ya Misri, akaweza kutaifisha mfereji wa Suez Canal kutoka katika umiliki wa mabepari kuwa kumilikiwa na serikali ya Misri kwa wakati huo. Sasa jambo hili likaenda likazua mtafaruku mkubwa kati ya mabepari pamoja na serikali ya Egypt, hali ambayo ikapelekea kuanza kwa vita ya Suez Canal. Hiyo ndiyo pointi namba 1. Kama umenielewa katika pointi namba 1, please comment namba 1 katika eneo la comment section. Katika eneo la comment namba 1 kama umenielewa pointi namba 1. Sasa twende tukaangalie pointi namba 2 ambacho kilichopelekea Suez Canal huo. Pointi namba 2 inasema blocked Tiran Strait, kuzuiliwa au kuzibwa au kufungwa kwa ukanda wa Tiran. Kufungwa kwa ukanda wa Tiran. Kufungwa kwa ukanda wa Tiran. Taifa la Egypt chini ya serikali ya Jamal Abdel Nasser iliamua kuufunga ukanda wa Tiran, ukanda ambao ulikuwa unatumiwa kwa kiasi kikubwa na taifa la Israeli kwa lengo la kuweza kusafirisha bidhaa mbalimbali kutoka katika taifa la Israeli na kuingiza bidhaa mbalimbali kutoka katika mataifa ya Ulaya pamoja na mataifa mengine ili kuziingiza katika taifa lao la Israeli. Kitendo ambacho kilichofanywa na serikali ya Egypt kuzuia ukanda wa Tiran ulilenga zaidi kwenda kuzuia uchumi wa taifa la Israeli kukua, jambo ambalo likasababisha taifa la Israeli kujiingiza katika vita ili ukanda wa Tiran uweze kufunguliwa. Hiyo ni hoja namba 2, na kama umenielewa hoja namba 2, please comment namba 2. Twende tukaangalie hoja namba 3. Hoja namba 3 tunasema influence of British and French. Influence of British and French. Influence of British and French. Taifa la Ufaransa pamoja na taifa la Uingereza kwa kiasi kikubwa walichangia kuibuka kutokezea kwa vita ya Suez Canal, kwa sababu haya mataifa ya Ufaransa pamoja na Uingereza yalikuwa yanautumia mfereji wa Suez Canal kwa lengo la kuweza kusafirisha
bidhaa pamoja na vitu mbalimbali kutoka katika mataifa yao ya Ulaya na kuzipeleka katika mataifa mbalimbali ya ukanda wa Asia kwa kupitia katika bahari ya Hindi pamoja na bahari ya Atlantic. Lakini sasa kitendo cha taifa la Egypt huweza kuzuia mfereji wa Suez Canal kilisababisha kutokezea kwa vita kati ya taifa la Israeli pamoja na taifa la Egypt. Lengo kuu ilikuwa ni kuweza kufunguliwa kwa mfereji wa Suez Canal, na mataifa ya Ufaransa pamoja na Uingereza yalichangia moja kwa moja kwa kutoa silaha pamoja na kutoa kwa wanajeshi ambao watakwenda kupigana katika vita dhidi ya taifa la Egypt. Hiyo ndiyo pointi namba 3, na kama umenielewa tafadhali komenti namba 3. Twende tukaangalie hoja namba 4. Hoja namba 4 tunasema Cold War. Cold War, vita baridi. Tukisema Cold War tunasema hii ilikuwa ni vita ya kipropaganda, haikuweza kuhusisha kushikiana mitutu kati ya mataifa makubwa hasimu, yani taifa la USA pamoja na taifa la Marekani. Sasa Cold War imechangia kivipi kuibuka kwa Suez Canal kati ya nchi ya Israeli pamoja na nchi ya Egypt? Tukumbuke ya kwamba mwaka 1952 nchini Egypt kulitokezea mapinduzi. Kwa hiyo mapinduzi yale yakaitransformed nchi ya Egypt from capitalist state into socialist state, kwa maana ya kwamba serikali mpya iliyoundwa chini ya uongozi wa Jamal Abdel Nasser katika nchi ya Egypt ilikuwa ni serikali ya kijamaa, na serikali hii ilikuwa inaungwa mkono na serikali ya Urusi, ambayo kwa wakati huo dola ya Urusi ilikuwa ipo chini ya mfumo wa kijamaa. Kwa mantiki hiyo, ujamaa ulikuwa unakwenda against na capitalist, ulikuwa unapinga ubepari kwa kiasi kikubwa katika ulimwengu. Jambo hili likenda likazua mtafaruku kati ya mabepari pamoja na wajamaa, jambo ambalo likasababisha kuibuka kwa Suez Canal War. Hasa mabepari kama Briteni pamoja na Ufaransa wakamsapoti Muisraeli ili kuweza kuzuia ujamaa usienee katika bara Arabu na kuondoa kabisa katika nchi ya Misri. Kwa mantiki hiyo, Israeli akajikuta anaingia katika mgogoro wa Suez Canal na kutokezea kwa vita ya Suez Canal War. Twende tukaangalie hoja nambari 5. Hoja nambari 5 tunasema Israeli invasion Egypt. Israeli invasion
invasion on Israeli invasion on Egypt. Mwaka 1956 jeshi la Israeli lilishawishiwa na taifa la Uingereza ili kuweza kulivamia taifa la Egypt, na Israeli waliahidiwa ya kwamba watapewa ukanda wa Tirani pamoja na ukanda wa Sinai endapo watakwenda kushinda katika vita. Hali hii ikalifanya taifa la Israeli kuweza kulivamia taifa la Egypt kwa lengo la kuweza kupata eneo la Tirani pamoja na kupata eneo la Sinai Peninsula, jambo ambalo likasababisha kuibuka kwa vita kati ya Israeli na Egypt. Hoja nambari 6 tunasema provocative act. Provocative act of Nasser. Sera za kuchukiwa kwa Jamal Abdel Nasser. Sera za kuchukiwa kwa kiongozi wa Misri. Mataifa ya Ulaya kwa kiasi kikubwa yaliweza kumchukia kiongozi ambaye ametawala katika nchi ya Misri tokea alipoanza harakati za ukombozi wa taifa la Misri. Kwa hiyo wakamtransform Nasser kwa kumuita kwamba walimuita kwamba ni selfish, kwa sababu tu alitaka kuipindua serikali ya Kiingereza isiweze kutawala katika nchi ya Misri, na akataka kuifanya taifa la Misri kuwa linajitawala wenyewe na lisitawaliwe na mageni kutoka katika mataifa ya Ulaya. Kwa hiyo mataifa ya Ulaya yakaorganize Suez Canal kwa lengo la kuweza kumuondosha madarakani Jamal Abdel Nasser katika nchi ya Egypt. Asanteni sana kwa kushiriki katika video hii, na tukutane katika video ijayo. Na kama umenielewa, komenti namba 7 please. Kama hujaelewa vizuri, unataka ufafanuzi, unaweza ukauliza swali na tukakujibu kwa wakati.